wakulu, mababu na mababu, mizimu ya mababu, nimekuja mwenenu, naombeni mnisaidie nipate mwanaume wa kunipenda kwa dhati na nianze naye maisha. Naomba sana mizimu ya babu na mababu, nisaidieni mwenenu. Oh, vipi? Mzima? Unaona umetoka kuteka maji? Ndio. Samani binti. Bila samani. Mimi naitwa Platonic. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Gift. Unaitwa Gift. Bila shaka utakuwa ni mgeni eh? Hapana, mimi sio mgeni. Ni mwenyeji? Mbona sijawahi kukuona kabla hapo nyuma? Yaani ndo nakuona leo, sura ngeni kwa. Sasa utakuwa enda mgeni. Ila samani kakaangu. Kwa sasa hivi na haraka, tunaona wakati mwingine. Sasa haraka hiyo vipi dadangu? Uza. Gift. Gift. Ni wewe? Mimi niambie. Umenenepa umekuwa chibonge saa hizi. Hata pia. Kumisi. Lakini sasa unajua nini? Simu nilipoteza. Baada ya kufika tu mjini waliniibia. Sawa. Lakini nikajitahidi nikalineu line. Nikajua utanitafuta, lakini mwisho wa siku naona kimya. Mimi ndio nilipoteza bahati mbaya. Si unajua tena. Baada ya mimi kusema ya kwangu nimepoteza, si ndio? Hamna. Ila sawa. Basi naomba unipe namba yako tena. Tuende kuwasiliana zaidi. Sio mbaya, leta nikuandikie. Kwani ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naelekea home. Basi sawa, twende tukaachane mbele au? Basi sawa. Haina noma. Fresh. Sasa sikia, namba yangu ni hapo. Utanibipu ili na mimi nipate ya kwako. Sawa. Okay. Ndizi kama hii rafiki yangu, yani ndizi yani hata haijakomaa lakini mgomba ushakuwa umeinama jamani. Tujitahidi ndugu yangu hapa. Tuondoke mapema jioni naingia sasa hivi. Vipi ndugu yangu? Platoni? Vipi kaka, mbona sikuelewi? Safi kaka, lakini uko sawa wewe? Mimi niko sawa. Unajua toka muda mrefu nimekuangalia sana. Yaani najaribu kufanya kazi na wewe unafanya kazi, lakini kuna muda mara usimame, mara ulime, ambacho sio kawaida yako. Kama kuna shida yote mwanangu tuelekezane tujue tunafanyaje. Ni kweli kaka, wewe ni kaka yangu, siwezi nikakuficha chochote. Afu sosha wewe ni mwanamume mwenzangu. Bwana, mimi kipindi nipo njiani na kuja shambani huko. Sasa nipo pale njiani ghafla nikakutana na binti mmoja hivi. Umeona? Nilipokutana naye nikamsimamisha nikamsalimia. Sasa unajua bana, macho siku zote ni kazi yake ni kuona. Na macho hayana pazia. Sawa. Umeona? Hapo kwa hapo moyo wangu ulimpokea. Yaani kufupi kakaangu namaanisha nampenda yule binti. Yaani nitokea kumpenda kweli. Huyo binti yuko vipi? Huyo binti kwa maelezo yake anasema yeye sio mgeni hapa kijijini. Lakini mimi kwa macho yangu ni mgeni. Unasikia mwanangu? Yale nilikuwa nakwambia shamba kipindi kile tunalima. Kwamba udemu anakaribia kuolewa sio na nini unang'ania unampenda. Huyo sasa ndo mshikaji wake.
huyo ndo anataka kumuoa yule demu. Kwa hiyo mawazo ni puzi mwanangu, futa. Si tujue kulima, maisha yaendelee. Kwa hiyo mwanangu anataka kuniambia yule mshikaji ndo anataka kumuoa yule demu yule. Kama uamini, sikilizia harusi. Si hapa mtaani utasikia tu. Wewe mwanangu mawazo hayo futa. Wanawake wapo wengine watakuja, yule demu ashawaiwa mke wa mtu. Tutafute matatizo sasa hivi. Tuondoke. Mtu kaka lakini hajaolewa lakini. Tuende bwana kashangae feli huko. Yule mke hizi nywele zina mba hizi nazo. Hujaiosha na lini? Na kazidi uchafu. Ndio maana sitaki kumsuka bibi huyu ajulikani kwenda dabi kutakata. Ajulikani yani ni mchafu mpaka nywele mpaka nachoka. Ndio mimi simsuki. Hebu kaa hapa bwana. Kwanza hapa mimi na mazo yangu kausha damu, sijui opu nini, yani nawaza hapa si nafanyaje. Kwanza ya maisha sasa hivi nyewe mmeonaje? Maisha magumu. Mimi mzako ndo hata sielewi. Yaani kila siku afadhali ya jana. Tutakia wapi tujue mwaka huu? Yaani hapo kwenye hayo maisha magumu hayo, mimi ndo hata sielewi, nimechoka. Yaani mimi nina hopu, kausha damu na nini? Yaani nachoka. Bado kitu nikoona nachoka. Wewe acha tu. Tutaanza kwa kweli. Ngoja kwanza. Hivi je, nyinyi mnamuelewaje hivi? Hivi mnamuelewa vizuri? Mzee hata simuelewaje. Siku hizi hapa kijiwe cha umbea haonekani, simuoni. Yule binti yule sijamwona hata siku moja kusimama hata na Hasani. Bora ulivyosema wewe. Tongozwa. Nguo zenyewe za kuvaa anavaa nguo zieleweki. Mwanaume mwenyewe hata mwanaume hata ile wa kusingizia hata asimame na kichaa tu, tumeona kasimama na kichaa, tumeelewa kasimama na mwanaume japokuwa ni kichaa. Hivi nyinyi mnamuelewa kwa hilo binti? Mimi simuelewi kabisa. Yuko bizi sana. Sio bizani, yule atongozwi naambieni. Ana kismart inaonekana. Atongoza watu waambie sisi. Mimi sina hata muda mzana kukaa hapa. Sasa na nani kwanza? Nataka nimuoe baby. Mwenye na baby wangu. Kama G. Mwenye na baby wangu shoga yake. Kwa baby gani hasa anayetupisha hapa? Mwacha aende na yeye. Baba. Nimekuita hapa nina mazungumzo na wewe. Kiukweli toka nilipokuacha hapa nikaondoka mjini na nimerejea sasa hivi nimekuta umebadilika sana. Umekuwa mrembo sana. Kwenye hilo napaswa kumshukuru Mungu. Asante. Na kama hivyo hada mimi katika maisha yangu nilijiwekea ni kwamba sitooa mwanamke nje ya kijiji hiki ambacho mimi nimezaliwa hapa na nimekulia hapa. Kwa hiyo ilikuwa ni tamanio langu kupata mwanamke ambaye anatoka ndani ya kijiji hiki. Na kiukweli moyo wangu umekuchagua wewe. Sawa Puza. Mimi nimekuelewa. Na hata hivyo haya unaniambia leo, mimi nitamani nikwambie kuongea zamani. Kweli? Sema tu niko naogopa, sio sio unaogopa nini? Usingeniambia tu. Unajua kwa sio kawaida kwa mwanamke kumwambia Mdogo wangu? Wewe? dada. Ngoja kwanza nikae hapo, uniambie vizuri kinachokusibu kwenye moyo wako. Maana unaonekana na furaha. Sawa? Aya, niambie mdogo wangu. Nikwambie nini sasa? Ayo ngota mimi. Niambie. Nimepata mchumba. We. Hebu naona mimi.
Naambie. Mchumba anamjua Damu. Yule puuza mtoto Mzaumari. We. Kijana mgeni mara hii. Akasema atakunioa. We. Kama hivyo ngombe. Leo kaniita. Kaambia ananipenda. Kana nipenda kweli. Na tukakunioa. Hata kama ni mke wake. Una hakika nakupenda kabisa? Sasa kama kweli anakupenda, fanya mpango, mshawishi aje hapa nyumbani. Si mwenyeelewa mdogo wangu? Hilo tu. Usijali. Ana si naye anakuaga wapi hivi kila siku iko nyuma. Fanya haraka. We Manani? Manani? Vipi jamani bwana? Shoga yangu, kwanza uko dunia ngapi? Umezidi kujifungia kila siku ndani mpaka mambo yanakupita mtihani. Kuna nini? Mambo yametiki. Subiri bwana, na wewe unachelewa kumpa bibie yule ambaye unajua akipita hatongozwi. Nzio hata kwa mgandi hatongozwa tena vichaa. Sisi tulikuja tumemchapa kaolewa. Bado mimi tu sijui na nani hata sielewi. Mungu anijalie. Atakujalia shoga yangu, lakini waalaikum salaam. Jamani, mambo haya maajabu. Hatimaye asiolewa kaolewa, na asipia nikaendelea na shughuli zangu mimi. Kwa vipi? Umeota ndoto mbaya? Acha mambo yako na nazidi kuangalia movie zako za kutishatisha kila muda. Acha hiyo ndoto tu bana, umesikia? Hiyo ndoto tu. Sawa? Ila punguza kuangalia movie zako za kutishatisha kila siku. Ndio maana unaweseka usiku. Bali tulale mbaya. Sawa? Mimi nimekuita hapa kwa jambo moja tu. Maana unajua nimekaa nimefikiria kuhusu yule binti yule nilikwambia ambaye ndo sasa hivi kashaolewa. Kwa mimi hapa nimeona siwezi nikavumilia kukaa hapa nikuona wale wawili wanaendelea.
yaani ambapo tayari ndio ashakuwa mume na mke. Kwa mimi siwezi nikavumilia, itaniuma sana. Kwa maamuzi ambayo nilikuwa nimechukua, nimeamua tu niondoke hapa kijijini ili nikaanzishe maisha mapya. Nisahau yote yaliyopita, niende kuanza maisha yangu mengine tena tofauti kabisa, ambapo ningeendelea kubaki hapa kijijini ningefanikiwa sana, kwa sababu ningeumia au ningefanya vitu ambavyo sivyo na nikosa kisheria kwa jinsi ninavyojisikia au kwa jinsi ninavyojiona nilivyo kutokana na wale wawili. Na kama unavyojua mimi ninavyompenda yule binti, nampenda sana sana sana, na nilikuwa nataka nifanye juu chini ili niwe naye. Sasa ndo imetokea kama hivyo. Kwa hiyo kuhusu hilo swala la yeye kuolewa na kuwa pamoja na yule jamaa, siwezi kuvumilia. Kwa mimi nimeona bora tu niondoke. Hapana ndugu yangu, labda nikwambie tu ukweli, na maamuzi uliochukua wala sio sahihi, na wala sio maamuzi ya kiume kabisa. Nitegemea labda umeniita hapa utaniambia labda kuhusu mipango yetu ambayo tunayo katika kazi zetu za shamba, labda umegundua nini au kuna zao gani labda umeona tukilipanda tukalisimamia vizuri labda lingetupa mavuno mazuri na kupata hela. Kumbe bado una yale mawazo ya yule binti. Kwani ndo mara yako ya kwanza kupenda ndugu yangu? Sikia nikwambie kitu kimoja. Naomba usikatishe ndoto zako kwa ajili ya yule binti. Baki hapa kijijini. Mimi naamini zikipita wiki mbili utakuwa umeshalisahau kabisa jambo hili. Niamini mimi. Kaka, kwa sasa mimi ndo najua nijisikie ninavyojisikia. Hata kama nikisema ni force kubaki hapa kijijini bado nitaumia tu. Na bado hizo ndoto zangu unazozisema wewe sitaweza kuzipambania, sitaweza kufanya chochote. Huko unakoenda unafikiri hutoka ukapenda? Na wewe utakayenipenda hata kuwa na mtu? Huwezi jua kaka. Ila kwa sasa acha nilikimbie kwanza hivi, kwa sababu moyo wangu hapa unavuja damu. Kwa sababu wanasema mtu mzima anapoamua jambo lake huwa lina maana. Kwa hiyo nisiwe mpingaji sana, mwisho wa siku ukafanya kitu ambacho kitaleta madhara zaidi ya haya maamuzi ambayo unataka kuyafanya. Lakini kiukweli kaa ukijua kwamba jambo hili linaniumiza sana, na uwepo wako hapa kijijini kwangu ulikuwa ni sapoti kubwa sana katika biashara zetu na shughuli zetu za umu za shamba na vitu kama hivi. Ila tu kingine cha kukusii, ikiwa unaenda huko kuwa makini, lakini pia naomba tusisauliane. Sio, unaelewa vizuri? Nakuelewa. Naomba tukukane ima kwa simu ama kutembeleana, kwa sababu sisi tayari ni tushakuwa kama ni ndugu. Ila kwa kweli hili jambo linaniuma sana, ila sina namna. Mimi nikutakie tu safari njema na maisha mema huko uendako. Labda Mwenyezi Mungu akujalie umpate mtu ambaye ataweza kuziba pengo la yule binti. Basi acha mimi niende nyumbani mara moja. Mke wangu. Mke wangu.
Njoo muone. Je, mdogo wangu Gift, mpata na nini? Weje. Oh, Mungu wangu, mdogo wangu mie. Shem, kwani ana ugonjwa kwa kuanguka huyo? Shemeji, wewe atakuwa kapoteza tufahamu. Tumbebe tumuingize ndani. Sawa. Fanya hivyo, mshike huko. Mdogo wangu jamani. Mshike. Shemeji, una uhakika wewe atakuwa kazimia tu au kuna tatizo lingine kubwa zaidi? Shemeji, wala usijali, atakuwa sawa tu. Kwani ilishawahi kumtokea huko nyuma kabla? Atakuwa sawa sasa hivi. Tuendelee tu kumpepea, atakaa sawa. Shemeji. Naona kama anarudi kwenye hali yake. Mimi nilikwambia shemeji, ukazimia tu ataamka. Unaona sasa? Asante Mungu. Mke wangu. Mdogo wangu. Nini kilimkuta? Kwa hiyo shemeji yangu. Naam. Naomba tumwache apumzike. Kisha baadaye atatueleza vizuri nini kilimtokea. Basi sawa, mimi nakushukuru. Mke wangu ameamka tu. Mke wangu. Baba. Unajisikiaje kwa sasa? Nisikia vizuri kidogo. Unaweza kuniambia changamoto ni nini? Kwa sababu umetoka hapa unaenda kuoga, umetoka vizuri tu na nguvu zako, lakini ghafla nasikia kelele. Nimekuja nje na kukuta kwenye hali kama hiyo, jielewi, jitambui tena. Unaweza kuniambia shida nini? Nakumbuka mume wangu, kuna siku nilikwambia nimeota ndoto mbaya sana. Ndio, nakumbuka. Sasa siku ile nilikuwa naota ndoto kuna mtu amevaa mavazi meupe. Yaani ni mweupe, ni kama mzimu, sio mzimu, yani sijui, yani hata sijui nielezee. Sasa nilikuwa nimeota na nikaba. Ila ukasema kwamba ni mambo tu ya nguvu zangu za kutisha, sababu napenda kuangalia moto. Lakini pia jana nilikuwa kisimani kwa leta maji, ila nikamwona tena kwenye maji. Sasa nikawa natafuta muda, nikawa tu mauzauza yangu. Basi nikaondoka kisimani nikarudi nyumbani. Sasa leo wakati naenda kuoga ndio nikamkuta bafuni. Ndio sikujua hata nini kimetokea tena baada ya kumuona bafuni. Kiana. Kumbe siku zote unakaa na vitu vikubwa namna hiyo afu hutaki kunishirikisha mume wako kweli? Mimi ni vitu vya kawaida tu. Kama nikavipuuzia. Kutokana na maelezo aliyoyatoa. Ndio. Naona tatizo lishakuwa kubwa. Hapa cha kuwashauri tuende kwa mtaalamu. Tutajua kila kitu kinachoendelea. Au nyinyi wenzangu mnasemaje? Sio mbaya. Ni wazo zuri. Mimi sio mzoefu sana hayo mambo. Sawa. Ila kwa sababu upo wewe shemeji, mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Shemeji, usijali, hilo limeisha. Jiandaeni tuondoke. Nganga wageni wanakuja, watoto wao mizimu jamani, watoto wao wanakuja leo jamani, wana shida zao. Karibuni wageni nyie, watoto wao, karibuni wageni nyie, watoto. Haya, tulia. Sasa tunaweza Munguru mutukuru, vua viatu. Unaingiaje na viatu? Nawa maji kwanza. Dawa hii unanawa usoni, ndipo unakaa hapo. Kaeni chini.
Acha kuogopa, kaa chini. Unataka kwa mganga uwekewe turubai? Mganga, tumekuja tuna shida. Shida yenu naijua, toka mtokapo najua mna matatizo. Mwenye shida ni huyu. Uongo kweli? Kweli. Huyu alienda kuweka ahadi na mizimu, akapewa masharti katika mizimu. Masharti yale aliyakosea. Sasa nitawaonyesha alifanyaje. Mmenielewa? Ndiyo mganga. Mmenielewa vizuri? Nimekuelewa mganga. Sawa. Ngoja niwaonyeshe. Wanataka kuona watoto wao waache waone. Wanataka kuona watoto wao waache waone. Angalieni kwa umakini. Wakulu, mababu na mababu, mizimu ya mababu, nimekuja mwenenu, naombeni mnisaidie nipate mwanaume wa kunipenda kwa dhati na nianze naye maisha. Nawaomba sana mizimu ya mababu na mababu, nisaidieni mwenenu. Sawa, sasa tunaweza kukusaidia, ila kwa sharti moja tu. Sawa, nimewaelewa. Mimi nipo tayari kwa sharti lolote ile mtakolitoa. Unatakiwa kutoa kafara ya miguu miwili. Tunaelewana mimi? Sawa. Unatakiwa kutoa kafara ya miguu miwili. Dawa hiyo utapewa mmoja njiani ambapo unafikisha atapita. Ila kuwa mwangalifu sana, hakikisha hakuoni mtu yoyote. Endapo utakosea masharti hayo, lolote baya utakukuta. Unaweza kupoteza maisha wewe, mumeo au wote wawili. Sawa, nimewaelewa. Unaweza ukaenda. Timbwili la shangedere kasema leo kumekucha. Ndio. Yale ndio naongea mimi. Shoga yake wapi mwingine? Wewe ndio utakuwa umemshauri, mwambie. Wewe ndio umemshauri. Sikilizeni. Mimi nataka yule achunde. Unajua kuchunda? Kwa nini nyinyi mmemwambia? Huyo. Yeye mwenyewe. Jamani. Hicho ndo mlichokiona, ndo alichokifanya huyu. Mmenielewa? Kiwangu. Maana hii umefanya kweli? Mdogo wangu, ni nini umefanya hichi? Sikilizeni nyinyi, hii sehemu sio ya kugombana. Kugombana ni huko. Hapa ni tiba tu. Mnanielewa? Nitawasaidia. Tatizo litaisha kwa huyu. Nashukuru mganga. Nitawapa dawa. Mnanielewa?
Ndiyo mganga. Sawa. Sasa mnisikilize kwa makini, hii dawa ninayoenda kuwapa. Ndiyo mganga. Uende ukaichimbie pale pale. Ndiyo. Sio ya kumwaga hii ni ya kuchimbia, ili ile nafsi iliyokuwa inakusumbua irudi kule ilikotoka. Mmenielewa? Ndiyo mganga. Nimekuelewa mganga. Mmenielewa vizuri? Nimekuelewa. Msikosee hata kidogo. Chukueni dawa. Kwa hiyo mama, vipi kuhusu sadaka? Tunatoa kiasi gani? Chochote mlichokuwa nacho, naweza kaweka chochote ulichokuwa nacho. Shemeji, nilikupa mzigo ule kule. Sawa, haina shida. Mganga, hii hapa. Eka hapa kwenye mizimu. Asante mganga. Mnaweza mkaenda, hamtakiwi kuaga wala kugeuka nyuma. Sawa mganga.